alikuwa ni mtakatifu, hakuwa mwenye dhambi, na Mungu alikuwa anatafuta sadaka ambayo itatolewa isiyokuwa na dhambi. Mungu alipotazama ulimwengu akaona watu wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu, wote ni wenye dhambi, wote wana dhambi. Mungu alipotazama ulimwengu akautazama, akauchungulia, akawaangalia wanadamu wote wameharibika, hakuna hata mmoja ambaye angeweza kujitoa sadaka ikapata kibali mbele za Mungu kwa ajili ya watu wengine. Mungu akafanya mpango, akamtuma Yesu toka mbinguni. Ndio maana Yesu anasema hapana mtu ambaye amewahi kupanda kwenda mbinguni. Wanadamu wote wamezaliwa, wako hapa hapa duniani, wametokea duniani, wametoka kwenye mavumbi, wameumbwa, wamefinyangwa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo utamuona Adam na Hawa ni watu ambao waliumbwa kutokana na udongo. Kwa hiyo mwanadamu ametoka hapo duniani. Ndio maana tukienda kufika tunawaambia marehemu ya kwamba walitoka mavumbini na wanarudi mavumbini, lakini yupo mmoja ambaye yeye hakutokana na mavumbi, yeye alitoka mbinguni, ambaye ni Yesu Kristo aliyeshuka duniani. Jamani, haleluya, amen. Mapenzi ya Mungu, yeye alikuja kutujulisha yale ambayo Baba anayahitaji tuyatende kama wanadamu. Huyu ni Yesu ambaye yeye ametokana na mbingu, alitoka mbinguni kuleta habari njema kwa mwanadamu ambaye ameteswa na mizigo ya dhambi, ameteswa na ukahaba, ameteswa na ushirikina, ameteswa na uchawi. Yesu akashuka ili amwokoe huyu mwanadamu. Jamani, haleluya! Hizi ni habari njema, ni habari za furaha, ni habari zinazoleta matumaini ya kwamba kumbe ipo njia ambayo tunapata kuiendea, si nyingine, ni Yesu mwenyewe. Tumesoma maandiko yanasema ya kwamba Yesu siku moja baada ya kufanya ziara zake hapa duniani anawaambia wanafunzi ya kwamba wakati wa kuondoka umefika, sasa ninaondoka. Wanafunzi wakaanza kufadhaika, akasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Baba, niaminini na mimi, maana ninaondoka, ninaenda mbinguni, naenda kuandalia makao, ili nikishamaliza kuandaa makao nitarudi tena ili niwachukue, ili nitakapokuwepo na ninyi muwepo. Tunaona ya kwamba kumbe Yesu ni njia, Yesu ni njia. Alitoka mbinguni, yeye mwenyewe anasema bali mwana wa Adamu aliyeshuka toka mbinguni, lakini anawaaga, anawaambia naenda kwa Baba, naenda kwa Baba, naenda kuandalia makao. Lipo tumaini kwa mwanadamu ambaye anamwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ndugu yangu na nisikiliza, sikiza nikwambie, wanadamu wana dini zao. Nataka nikwambie